Mtu mmoja ambaye yeye alikuwa haamini kwamba anakosea. Yaani yeye kila kitu alikuwa anajiona kama yuko sahihi. Kila anachokifanya yeye alikuwa anaona kama yuko sahihi, isipokuwa wenzake ndio wanakosea. Sasa mke wake alikuwa anamlalamikia kila muda, kila wakati. Lakini yeye akilalamikiwa tu na mke wake, alikuwa anafanya maamuzi ya kumpiga mke wake na kumwambia kwamba mimi siwezi kukosea. Ukiona kuna changamoto kwenye ndoa yetu, basi tatizo lazima litakuwa ni wewe. Sasa siku moja yeye na mke wake wakaamua waende kwa mtaalamu, mtu wa ushauri. Kwa bwana, mimi na mke wangu kila siku ananikosea tu, tunasuluhisha, lakini mke wangu asikii, anarudia yale makosa ambayo anayafanya kila siku. Yule mtaalamu akacheka sana, akasema kwamba una uhakika kwamba mke wako anakukosea? Akasema sasa kama tunagombana kwenye ndoa bwana, au sasa mwenye kosa atakuwa ni nani bwana? Mimi ni mkamilifu, sio mimi. Basi mtaalamu yule akamwambia hivi, basi naomba kitu kimoja, muende nyumbani kwenu, yale mambo ambayo alikuwa anafanya mke wako, basi anza kufanya wewe. Na wewe mwanamke, yale mambo ambayo alikuwa anafanya mume wako, anza kufanya wewe. Yule jamaa akasema, sasa inawezekanaje mimi nikafanya mambo ya wanawake bwana? Hapa hakuna usuluhishi hapa. Akasema fanyeni hivyo ndani ya wiki moja. Mtarudi tena kwangu. Yule jamaa akaondoka, akasema lakini hata tukifanya hivyo mimi naamini mke wangu hawezi kubadilika bwana. Yule mtaalamu akamwambia, kama utaishi wiki moja, utakuwa unapika kama mke wako alikuwa anakupikia wewe, utakuwa unafua kama mke wako ambavyo alikuwa anafua, na kuhakikishia mke wako atabadilika na tabia zake mbaya ataacha. Na wewe mwanamke, si unazijua tabia ambazo alikuwa anafanya mume wako? Yule mwanamke akasema, ndio, tabia ambazo alikuwa anafanya mume wangu mimi nazijua zote. Yaani hakuna tabia hata moja ambayo alikuwa anafanya mume wangu mimi sijui. Basi yule mtaalamu akamwambia, bwana, hebu sasa na wewe ndani ya hili wiki moja kafanye yale ambayo alikuwa anafanya mume wako. Baada ya wiki moja mrudi. Yaani sasa watu wanaweza kusema Shanena anasimulia hadithi gani? Kidogo kuna funzo. Baada hapo wakaenda, wakakaa, wakafanya vile walivyoagizwa na yule mshauri. Siku ya pili yule mwanaume anaenda kununua mahitaji ya nyumbani sokoni. Anamkuta mke wake wamekumbatiana na mwanaume mtaani. Alitaka afoke, lakini akakumbuka kwamba mtaalamu alimwambia usifanye chochote kile mpaka utakaporudi baada ya wiki moja. Na ikawa hivyo. Siku ya pili yule mwanamke akarudi. Siku ya tatu mwanamke akarudi saa 8 usiku nyumbani. Yule mwanaume akafuoka sana mpaka koli litaka kujaa. Lakini akakumbuka kwamba mtaalamu amewaambia kwamba wasifanye chochote, warudi mpaka wiki moja. Siku ya 4 yule mwanamke akaja na mwanaume nyumbani kwao, wote watatu. Akaja na mwanaume nyumbani, akamwambia, bwana, mume wangu bwana, huyu ni rafiki yangu huyu wa kiume, nilisoma naye. Ni sawa na yule Asha ambaye na wewe ulikuja naye, ulisema umesoma naye, hata mimi huyu hapa nimesoma naye. Kwa naomba utusaidie, utupikie hapo. Sisi tupo chumbani hapa tunapiga story za kawaida. Yule mwanaume alitaka afoke, lakini akakumbuka kwamba mtaalamu amemwambia usifanye chochote. Akaanza kupika.
Yule mwanamke na rafiki yake wa kiume wakaingia chumbani kupiga story kama yeye ambavyo alikuwa anafanya. Siku ya 5 mwanamke akiwa anatoka akamuuliza, samani, nataka nguo za kuvaa, lakini naona nguo zote ni chafu. Yule mwanaume akasema, bwana, mimi nimechoka sana. Akamwambia, kama umechoka sasa, tafsiri yake unataka mimi nivae nguo gani? Nataka nguo za kuvaa. Yule mwanaume itabidi atoe hela mfukoni akanunue nguo mpya za kumpa yule mwanamke avae. Alivyotoka na zile nguo mpya, yule mwanaume akaanza kumfuata nyuma yule mke wake anaenda wapi. Akajikuta anaenda loji na mwanaume. Na alivyowasogelea, yule mwanaume akaanza kumsifia kama, bwana, umependeza sana na hizi nguo mpya. Umependeza sana. Yule jamaa siku ya 5 hata kabla ya kuisha wiki moja akakasirika, akamlazimisha mke wake warudi tena kwa mtaalamu kama, bwana, yale masharti ameyashindwa. Walipofika pale, mtaalamu akamsimulia akasema, je, mbona umekuja kabla ya wakati? Akamwambia, bwana, mimi mtaalamu, bwana, mimi ya mambo siwezi. Haiwezekani mke wangu akawa ananifanyia mambo kama hayo. Akamuuliza, je, kati ya alilokufanyia kuna jambo lolote lile ni geni ambalo wewe hujawahi lifanya? Akasema mtaalamu, bwana, nimewahi yafanya, lakini mimi ni wa kiume bwana. Akamwambia, sasa hivi kile ambacho unaona wewe haupendi kufanyiwa, basi ndo hicho ambacho na mwenzako pia anachukia ukimfanyia. Kwa migogoro yote ile ambayo mlikuwa mnakutana kwenye ndoa, ni kwa sababu ulikuwa unafanya yale mambo ambayo mwenzako alikuwa hapendi. Kwa maana hiyo, na wewe usifanye jambo ambalo mwenzako pia hapendi. Kuanzia pale yule jamaa akatoka na funzo zuri sana ambalo mpaka saizi yeye analitumia kwenye ndoa yake, na mpaka leo hii ndoa yake haijai kuwa na misukosuko ya aina yoyote, kwa sababu kila mtu anafanya lile jambo ambalo mwenzake analipenda.